ya mwaka 99. Kwa hiyo hatutoi zile hati za kimila, kwa sababu pia kuna hati za kimila. Hati za kimila zenyewe zinatolewa kwenye ile fungu la sheria namba 5 kwenye ardhi ya kijiji. Sasa sisi tuna vijiji Njombe mji. Nimesema tuna vijiji 44, lakini ardhi yake yote ilishatangazwa kuwa eneo la mpango wa kimji. Kwa wenzetu wazungu au kwa mujibu wa sheria ya mipango miji inasema declaration of planning area. Kwa hiyo ilishakuwa declared kuwa planning area, kuwa eneo la kimpango kwa mujibu wa sheria ya mipango miji namba 8 ya mwaka 2007. Kwa hiyo eneo letu lote, ukienda mpaka Mamongolo, ukaenda Yungilo, ukaenda Yakobi, ukaenda Svitupila, Itipula, ukaenda Mgala, ukaenda Ihanga, vijiji vyote sisi ni eneo la mpango, ni eneo ambalo liko ndani ya sheria, linasimamiwa na sheria namba 4 ya mwaka 99. Kwa mantikio nini? Tunatoa hati miliki zile zinazosimamiwa na kamishna wa ardhi au zinazotolewa na kamishna wa ardhi kwa niaba ya rais, na si hati ya kimila. Nimeona nianze na hili, kumekuwa na mkanganyiko sana. Watu wengi wamekuwa wakati mwingine wakipiga simu au wakileta maombi, tunataka hati ya kimila. Unawaambia bana, sisi Njombe mji tutoe hati ya kimila. Mbona kule wilaya wanatoa hati ya kimila? Mbona Ludewa wanatoa hati ya kimila? Eneo letu lote la Njombe mji lilishatangazwa kuwa eneo la mpango wa kimji, na ndio maana tunaitwa halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa hiyo mpaka vijijini kule wote ni eneo la kimpango. Sasa hati ni nini? Ndio. Baada ya kueleza hiyo, na nadhani wasikilizaji watakuwa wameelewa vizuri. Hati ni nini? Au hati miliki ya ardhi ni nini? Kwa sababu kuna hati nyingi. Kuna hati ya mashtaka, kuna hati yani hati zinaweza zikawepo nyingi. Kuna hati ya nyumba, kuna hati ya makubaliano, Sasa hati ya kumiliki ardhi ni nini? Hati ya kumiliki ardhi, kwanza wenzetu ukisoma sheria ya ardhi kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Certificate of Right of Occupancy. Yaani cheti cha haki ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo hati miliki ya ardhi ni cheti kinachotolewa kwa kutambua umiliki wa ardhi kwa mtu. Ni nyaraka ambayo inaandaliwa kumtambua mtu kwamba wewe ndio mmiliki wa hicho kitu. Kama ilivyo ukinunua gari unakuwa na kadi ya gari. Kadi ile ya gari inakutambua wewe, inakusoma Emmanuel Amos Ruhamba anamiliki IST namba fulani yenye rangi kadhaa. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwenye ardhi. Ili sheria ikutambue wewe ni mmiliki wa hiyo ardhi, lazima ardhi yako uweze wewe kusajiliwa, uwe na cheti kinachokutambulisha fulani yeye ni mmiliki wa ardhi yenye ukubwa kadhaa katika eneo fulani. Na wale ambao wanarithi. Sasa kulisi ni njia ya kupata ardhi, lakini si njia ya kumiliki ardhi. Kuna njia nyingi za kupata ardhi. Unaweza ukapewa na rafiki kama zawadi, unaweza ukanunua kwa mtu, nikaja kwa kwako daima hapa nikanunua eka 2 tukaandikishana na maandishi ya kisheria mkataba. Lakini mkataba ule hauhalalishi kwamba wewe ndio unaweza ukaonyesha kwamba wewe tayari wewe una hati ya kumiliki. Unakuwa tu na kwamba njia ulioipata ardhi. Kwa hiyo kurithi ni njia ya kupata ardhi. Mwingine anarithi, mwingine anagawiwa na ndugu, mwingine anapewa zawadi, mwingine ananunua, mwingine anagawiwa na serikali, kwa sababu wakati mwingine serikali inakuwa na ardhi na inawagawia watu. Lakini sasa ukishairithi ile ardhi kwa utaratibu ambao unatakiwa, kwa sababu kurithi wakati mwingine sio kurithi tu, lazima urithi kwa utaratibu. Na hasa zama hizi, zamani watu walikuwa wanaachiwa tu, unaambiwa babu chukua hapo, kata hapo, babu amekukatia au baba. Lakini siku hizi hata urithi wenyewe lazima uwe na nyaraka za kurithi. Kama kuna mtu labda hayupo duniani, lazima kuonyeshe mirathi kwamba unaipata hii ardhi kwa mtindo huu 1 2 3. Kwa hiyo hizo ni njia za kupata ardhi. Sasa kumilikisha sasa kwamba wewe ni mmiliki wa ardhi ni pamoja na kupata hati miliki. Sasa hii hati miliki inatolewaje? Hati miliki hii inatolewa katika maeneo ambayo yamepangwa pamoja na kupimwa. Kwa nini kupanga? Ili upewe hati miliki, kwanza lazima isome matumizi ya hilo eneo. Je, ni kilimo? Je, ni makazi? Je, ni biashara? Je, ni hoteli? Je, ni soko? Je, ni makaburi? Kwa hiyo hatua ya kwanza ili uweze kumilikishwa ardhi yako katika fungu hili la ardhi ya kawaida au ardhi ya jumla, kwenye aina hii ya ardhi ambayo inasimamiwa na sheria namba 4 ya mwaka 99,
ardhi yako lazima ipangwe. Sasa kupanga ni nini? Kupanga kwa mujibu wa sheria ya mipango miji namba 8 ya mwaka 2007, kupanga ni mpangilio wa ardhi yako unavyotengenezwa na wataalamu kwa njia shirikishi na kukubaliana matumizi ya ardhi ya eneo lile. Na ndio maana hata saa hizi ukipita huko mjini utaona kuna mitaa, kuna barabara, hapa kuna eneo la wazi, hapa kuna soko, hapa kuna uwanja wa mpira. Hata saa hizi hapa tukitoka nje ya studio yenu hapo utaona kuna eneo la wazi hapo karibu na TRA pale. Kwa hiyo ule ndio upangaji. Sasa kwa nini tunapanga? Tunapanga hata kama yangekuwa ni mashamba pia yanapangwa. Tunapanga ili uweze kuitumia ardhi yako katika wazungu wanatumia neno efficient. Yaani katika njia ambayo iko sahihi. Kwa sababu sisi tunalima. Unaweza kuwa na eka 200 zako ukawa unazilima tu bila mpangilio. Lakini tunapopanga kimji, mashamba yale ya eka 200 yanatengenezewa block farms, mpango wa mashamba. Yanaweza katengenezwa mashamba ya ekari 20 kwenye eka zako 200 yakatoka mashamba 10. Yanakuwa na barabara, kunakuwa na barabara kule za namna ya kupita kuingia kwenye shamba lako. Yaani unakuwa na mashamba ambayo yanaweza kufikika, yana barabara, yana mipaka. Sasa ukishamaliza kupanga, kinachofuata ni kupima. Kupima ni kuweka beacon, alama za upimaji. Na hii ni kwa nini? Ili shamba lako au kiwanja chako au ardhi yako ifahamike mipaka. Wengi saizi tuna ardhi. Wengine tumepanda miti mipaka, wengine tumepanda katani, wengine tumepanda ulanzi, inaitwa vitindi, hii mianzi. No, lakini mali hizi zinaweza zikaungua. Inaweza ikahamishika. Unaona? Yanaweza kaja mabadiliko ya tabia ya nchi, hali ya hewa, ukame, umepanda katani pale ikakauka, ikahama. Alafu akaja mmoja akasogea akaingia hata hatua 10. Utamdhibiti vipi? Kwa hiyo tukishapanga mashamba au viwanja, kinachofuata ni kupima. Kupima ni kuweka alama kwenye ardhi kwa mujibu wa ule mpango wa kwanza ambao unakuwa umeandaliwa. Kwa hiyo itawekwa beacon kwamba shamba langu au kiwanja changu kinaanzia hapa, kinaishia hapa. Na mawe yale yatasajiliwa. Maana yake ni nini? Maana yake kama kesho hata wewe haupo au kuna mtu ameng'oa lile jiwe, wataalamu watakuja, wataonyesha kwamba mpaka ulikuwa hapa. Tofauti na ile unakuwa na shamba lako ekari 100, unasema mlima tu. Mlima ndio mipaka. Si unaanzia kule, kuna mti pale siwa nini, unakata kushoto, unapanda kulia. Vile vitu vinahamishika. Lakini ukipima shamba, ukaweka beacon, ikasajiliwa, hata kama aking'oa, sisi wataalamu tukienda na mashine zetu zitasema mpaka ulikuwa hapa. Sasa ukimaliza kupanga na kupima sasa, ndipo sasa zinaandaliwa nyaraka za nini? Za umiliki. Nyaraka hizi za umiliki zinaandaliwa kwa procedures zifuatazo. Kwanza unakuwa na barua ya utambulisho ya mtendaji wa mtaa au wa kijiji husika. Unakuwa na pasipoti zako 6 kulingana na idadi ya viwanja vyako au mashamba yako. Kama mashamba yako 4, basi kila hati unataka iandaliwe iwe hati moja, kwa sababu pia unaweza kuwa na mashamba 4 lakini yameungana, yamepangana, au viwanja havijatenganishwa na barabara, yani vimeungana, vimefuatana. Unaweza kuvimiliki kwa hati moja, lakini unaweza kaamua uvimiliki kwa hati tofauti. Kwa hiyo kama ni hati moja, pasipoti 6, kitambulisho chako cha NIDA au cha kupiga kula au namba yako ya NIDA, unaandaliwa hati miliki yako na kuna gharama za kulipia. Na hizi gharama zinalipiwa kulingana na ukubwa wa eneo, matumizi, na gharama hizi ni ndogo sana kwa sababu mwaka wa fedha 22-23 serikali ilibadilisha sheria. Kulikuwa na malipo ambayo yanalipwa kwenye kuandaa hizi hati miliki, inaitwa malipo ya mbele, ambayo ilikuwa inalipwa 5%. Lakini sasa hizi imeshuka kweli mpaka 0%. Unaona? Kwa hiyo na maana gharama ya shamba kama ilikuwa ina gharimu 200,000, kwa sasa unaweza ukamilikishwa kwa shilingi 60,000. Siwezi kupata exact data kwa sababu gharama hizi zinategemeana ukubwa wa eneo, matumizi ya eneo na maeneo yanapopatikana, kwa sababu thamani ya ardhi ya Njombe mjini ni tofauti na ya Kifanya, tofauti na ya Yungilo, tofauti na ya Mamongolo, tofauti na ya Makoo. Kwa hiyo huwa kuna tofauti wa thamani ya ardhi. Lakini toshe kusema tu kwamba gharama ziko chini. Na kwa sasa ili kurahisisha mazoezi haya,
Kwa sababu mwananchi wewe ukisema ufanye peke yako, wanasema kama ukitaka, kwa Waswahili wanasema ukitaka kwenda mbali na kwa uhakika tembea na wenzako. Lakini ukitaka kwenda tu mradi ufike, nenda peke yako. Kwa hiyo serikali imeanzisha mfumo kwenye huku mjini, kwenye maeneo ambayo hayajapangwa na kupimwa, panaitwa urasimishaji. Lakini hata kwenye mashamba kule kuna mfumo tumeanzisha unaitwa upangaji na upimaji shirikishi. Hiki ni nini sasa? Wananchi ambao mna mashamba yenu mnaweza kuungana kwa pamoja ili cut down zile cost, kushusha zile gharama. Mnaungana kwa pamoja wote, labda watu 10, 20 mtu mmepakana, na hii inasaidia pia kuondoa migogoro, kwa sababu wewe ukisema upimiwe la kwako peke yako, unaweza mtaalamu akashindwa kuwapata majirani. Alafu ndio kesho kutwa ameingia hatua moja kwa jirani. Kwa hiyo tunashauri mnaungana wote kwa pamoja. Labda watu 10, 20 mnaweka zenu 50, 100. Unaona? Serikali inakuja pale, inawapangia, inawapimia, mnapewa hati miliki. Lakini lazima kuna gharama za kuchangia, na gharama kwa sababu ni wengi mnaungana, mnachangia shilingi 150 kwa kila mtu kwenye mashamba. Kwenye viwanja huko mjini ni 130 kwa kila kiwanja. Hii inashusha sana gharama, kwa sababu mtu mmoja unaweza kaja na eka zako 10. Ukataka upimiwe upewe hati miliki, inaweza kukosti mpaka milioni 2, milioni 3, lakini mkiungana wote kwa pamoja gharama inashuka. Sasa tunahamasisha wananchi wote kupitia mradi wa Halandi Economy, ardhi yako uchumi wako. Ardhi ni mtaji. Unaweza ukawekeza chai yako kwenye shamba lako, ukawekeza parachichi, ukalima chochote. Kama ardhi hii hujaisecure, hujaifanyia ulinzi, unaweza siku moja ukaipoteza na mali zile ukazipoteza zilizoko hapo. Kwa tunarudi kule kwenye concept ya Halandi Economy. Yaani ardhi yako uchumi wako. Sasa una uchumi ni sawa na kujenga gorofa au hoteli. Unaenda kujenga hoteli kwenye kiwanja ambacho huna nyaraka. Maana yake wakati wowote anaweza kujitokeza muhuni akasema hapa ni kwangu, akakusumbua. Mwingine anasema hapa ardhi kwa bibi, hapa tulihama sisi miaka ya 72 kipindi cha vijiji vya ujamaa, anaanza kukusumbua. Kwa hiyo ni vizuri tunapotekeleza huu mradi wa Halandi Economy, yani ardhi yako uchumi wako, na tunawekeza kwenye kulima haya mazao ambayo tunayalima, lazima tuendane pia na kuhakikisha hii mali yetu tunaoiwekeza iko kwenye ardhi ambayo unaimiliki kihalali, ili kesho mtu asikusumbue. Kuna faida gani kwenye kumiliki ardhi? Cha kwanza, faida ya kumiliki ardhi ni kuongeza usalama wa miliki. Kwa nini wenzetu wanasema security of tenure? Una ardhi kama ulivyouliza dada Daima mwanzoni pale kwamba nikilisi, je, una ardhi umeilisi kutoka kwa baba au kwa mama au kwa babu. Umepanda zako chai pale, unaendelea kuvuna mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, anaweza kujitokeza hata mtu mwingine, hata mjukuu tena mwingine ambaye anatoka kwenye familia ile ile. Unaona? Anasema bana, hili shamba kwanza tupe uthibitisho, uligawiwaje? Hili shamba na mimi nina haki zangu, nilikuwa la babu hili, na mimi na share zangu hapa. Wewe umepanda zako miti pale ya mipaina, au umepanda zako parachichi, au umepanda zako chai, hajaanza kukusumbua? Ataanza kukusumbua. Lakini kama una hati, hata ile mali yako, kilimo chako unachokifanya pale unakifanya kwa usalama, unajiamini kwa sababu una cheti cha kumiliki nini? Ile ardhi. Kwa hiyo faida ya kwanza, na wasikilizaji wasikie kabisa, ni kuongeza usalama wa miliki. Ardhi ambayo ina hati miliki ina usalama mkubwa kuliko ardhi ambayo haina hati miliki. Kwa sababu ukishapewa ile hati miliki, kama tulivyosema, wewe unageuka kuwa mpangaji. Na wengi hawapendi sana ukisema mpangaji, anasema sasa ninanyang'anywa. Hapana. Yaani kwamba utaondolewa, hapana. Yaani ikitokea changamoto yoyote, anayeenda, kwa mfano mtu anatokea anataka kukushtaki, wa kwanza kushtakiwa ni serikali. Si ndio aliyekumilikisha? Na unalipa kodi. Wa kwanza kushtakiwa nini? Ni serikali, sio wewe. Huoni hapo tayari kuna usalama? Maana unakuwa umeshare risk. Unaona? Kwa hiyo, lakini cha pili, kuwa na mpango wa ardhi ambayo umewekwa katika matumizi efficient, ambayo ni matumizi sahihi. Wengi tuna ardhi hata majumbani, wengi tuna viwanja bila kuipanga vizuri. Hata unavyojenga nyumba kwako pale, wakati mwingine unaweza kujikuta tu umeweka nyumba mara katikati, mara pembeni, ardhi nyingine unaanza kuiacha ovyo. Lakini tukikuwekea mpango wa makazi au wa mashamba, unakuwa ardhi yako unaweza ukaitumia nini effectively au efficiently, kwamba una economize. Ardhi ni adimu. Ardhi ni scarce wanasema wazungu, na mahitaji ya ardhi yanaongezeka kila kukicha.
bila kuitumia kwa mpangilio